Hivi mara mwisho umekuja XXL kwa lini? I say sina kumbukumbu, lakini inaweza kuwa kama miaka 3, 4 au 5. I'm not so sure. Sina kumbukumbu kwa sababu ilikuwa nafikiri kipindi fulani cha Fiesta. Around that time, and it was mwaka 2019 20 hapo, so ni miaka yes. Hata wengine tujahamia XXL. Ni muda. Muda sana. Na yani leo amekuja, yani we can feel the energy, the godly energy ndani ya goes, man. Acha Usaimoni. Acha Usaimoni. No Usaimoni today. Today no Usaimoni. Today no Usaimoni kabisa. My brother. Yes, maisha yanaendeleaje? We thank God, tunamshukuru Mungu. Life is Gucci. Yeah, maisha ni mazuri sana. Mimi natamani kujua before hatujaenda kwenye kila kitu ambacho kila mtu anataka kujua. Natamani tuanze mwanzo kabisa. Kuhusu career yako ukiwa kama Lolly mwa mpaka baadaye producer Lollipop mpaka baadaye kuwa gospel artist, mafanikio. Kuna ile kipindi ambacho tulikuwa tunakutafuta, Good Luck yuko wapi, atoi ngoma, kumbe ngoma ziko tayari miaka 3 zilizopita ila hazijatolewa. Ukarudi lakini sina ngoma kwanza, ulirudi kwa namna nyingine. So kabla hatujaenda, napenda kuanza mwanzo. Huyu kuna kitu ambacho ulikuwa unaongea kabla hatujaenda onea. Ukawa unasema kwamba nakumbuka zamani nilipokuwa naandika ngoma za wasanii, alafu msanii kapiga first class, wewe uko zako una struggle. Natamani kujua hiyo yote. Sasa natamani nisiiweke kwenye swali, uongee mwenyewe what you feel like. Ili tuanzie hapo. Okay, mimi miaka yote nimekuwa ni mwimbaji wa gospel. Miaka yote. Sure. Nimezaliwa mazingira hayo gospel na nimefanya gospel miaka yote. Isipokuwa kwenye kutafuta kurekodi nyimbo zangu nilikosa, nilikuwa nakataliwa studio, naenda studio producer, yani squeeze naona watu wana studio mpaka nyumbani. Lakini wakati sisi tunafanya studio zilikuwa zinajulikana kabisa. Mfano kama Dar es Salaam hapa zilikuwa zinajulikana, na miaka hiyo kuna wasanii ambao walikuwa wanatoka inabidi wasafiri waende Nairobi kurekodi nyimbo. So ilikuwa sio kitu kizuri. Sasa mtu kama mimi anaweza kuniuliza like mwaka gani? Mimi nimerekodi wimbo wangu wa kwanza mwaka 99. What? 1999. That was my very kulikuwa na system ya kurekodi hiyo, mnaanza kuimba kutoka mwanzo mpaka mwisho, mkikosea in between mnaanza upya. 99. Yes. Kaka Elias producer wetu hajazaliwa 99. Bado hajaja. So that was when nilianza kurekodi. Now namna gani? Okay, tumeendelea na hiyo system, to cut the story short. Tumeendelea na hiyo system ikafika kipindi ambacho nahitaji kurekodi, lakini mfumo umebadilika, sina fedha, sina chochote. Kwa hiyo ikabidi niende kuwa na vizia studio ili ni record. Na nikaanza kuwa najifunza kwa kuibia. Unajua zile kama day work, hebu nishikie hapa. So wakati namshikia mtu ndio nikajikuta nimejifunza. Katika kujifunza nikaanza kwa kurekodi wasanii wengine. In fact nilikuwa sijui kama mimi naweza kuandika nyimbo. Nilikuwa sijui. Yaani unamchukua mtu unamwandikia nyimbo, unamsikiliza, unaona wewe unaimba ila ungeimba hivi, mbona ungeenda mbali? Hebu imba hivi. Unaandika. Bahati nzuri sana nyimbo yangu ya kwanza kabisa kuandika, nikaandika ikaitika, watu wakaipokea. So nikaona okay, kama kwa sababu sisi tulikuwa tuna maono, and niseme tu kitu kimoja ambacho watu hawajui. Miaka yetu wakati sisi tunatafuta ile kutoboka. My friend, nyimbo ikilia Clouds imelia Afrika. Remember that? Do you get what I'm saying? Nyimbo ikilia Clouds imelia Afrika. So ile tu kwamba nimetengeneza nyimbo ya mtu imelia Clouds. Mimi nimeondoka. Quality yangu ya production sasa imeiva. Sasa sihitaji producer mwingine, nitajiproducia mimi mwenyewe. So nikaanza kurekodi album zangu mwenyewe. That was mwaka 2013. Nikaanza kurekodi album zangu mwenyewe. Na hapo kuna album nyingine kibao zimefeli. Zipo nyingine nyingi. Before sorry hatujaendelea. Mwaka 1999 umerekodi ngoma yako ya kwanza. Ilikuwa wapi? Mwanza studio moja ilikuwa inaitwa ilikuwa kwa watu wa Mwanza wanaelewa, kuna sehemu moja panaitwa Kuleana. Producer alikuwa anaitwa Mikomangwa. Bwana. Yes. Mikomangwa. And then hiyo studio ilikuwa maeneo ya Kuleana nyuma kidogo huko, yani iko ficho huko.
That was my very first studio, na nilirekodi nyimbo inaitwa Kosa la Jennifer. Kipindi hicho mambo ya ukimwi, yani ukimwi ndio nyimbo. Yani wewe wimbi ukimwi Amna hujaenda kokote. Hawendi, yani kila kitu tu Jennifer na kuosia, Jennifer utakufa. Kipindi hicho umesikia majina ya nyimbo zilizokuwa zinaimba kipindi hicho ni majina ya wadada. Kosa la marehemu baba fulani, Kosa la marehemu, yani nyimbo hizo. So I call gospel music. Ilikuwa ni inspiration kwa sababu mimi naongelea ukimwi si janga la kitaifa, sio? Of course. It's not, it's like nyimbo za gospel za leo. The first production. Na ngoma ya kwanza sorry kumwandikia mtu hiyo ambayo umeitaja hapo ambayo ikaja ikasikika Clouds ukaona I've made it. Ilikuwa ni niseme leo kesho apate interview. Hamna shida. Tungependa kujua kwamba mimi nimeandika nyimbo nyingi, lakini ngoja nitaje mtu ambaye yeye anapenda mwenyewe kusema credit. Moyo Machine ya Ben Polo. Nimeandika nyingi but sitaki kusema hizo zingine kwa sababu najua nikisema kesho tena kuja hapa tunaanza kusumbuana utoto. Unaona yes, kwa hiyo kama wasanii kama Harmonize nimeandika sijawahi mfanyia Harmonize wimbo. Sijawahi, in fact tumekutana na Harmonize miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Diamond. I think alikuwa no. Okay. So wasanii wa music. Umesema? More music. Swali lingine. Huyo sasa. Ushaelewa. Wewe kamwatikia. Swali lingine. Endelea tu. Ilikuwa ni swali ambalo nilikuwa nataka nimuulize kuhusiana hiyo ngoma ya kwanza, lakini tuzungumzie sasa kwenye engo ya uandishi kwa sababu waandishi wengi wamekuwa kilalamika kuhusiana na kunyonywa na wasanii kwamba anamwandikia msanii ngoma lakini msanii hampi credit kumpa labda maua yake kwamba hii ngoma bado imeandikwa na Studi Brown au imeandikwa na Kennedy. Kwa nini unahisi kuna kuaga na hiyo kitu especially kwa wasanii kutokuwapa credit waandishi wa ngoma zao? Well, mimi sijajua kwa sababu gani, kwa sababu mimi sijai kuwa professional mwandishi. Mimi sijai kuwa, yani kwamba hii ni kazi yangu. Yani kama mimi na wewe tuko hapa tumefurahi. Baada ya kufurahi kuna kitu kikatokea nikakupa nenda. Sio, umenielewa? Sio ile professional kwamba hii ni kazi yangu. Nahitaji miraba. Credits No, sijai kuwa mtu hivyo. So mtu yeyote ambaye ana feel like acha nitoe credit, that's correct. Ukiona usitoe credit pia correct. Utaniona kwa sababu ungenikuta nadai nataka haki zangu. Hapa lazima niandikwe sio na nini na nini. Niokote. Una albums ngapi? Albums. So far, una albums ngapi? Kwa sababu nasema 2013 yes. your first album. Kuna album inaitwa 2013 ya ambazo nazungumzia ambazo umezitoa na ambazo hujazitoa, you have it inside. Okay, nyimbo ambazo nazo ndani naomba nisiseme kwa sababu utaambiwa ni majivuno bwana. Lakini zinazidi 500. Milioni. Zinazidi 200 hivi 100 zina range around wapi? 100 umenifedhesha sana. 200 umenifedhesha. 300 tusizungumzie namba. Ana ngoma 1000 mwana. Sasa amna sio nini na sio nyimbo zote zinakuaga hivyo. Kuna nyimbo nyingine unakuta ni vipisi. Lakini sami kipisi. Mfano muulize Ben wakati tunafanya wimbo wa Moyo Machine. Atakwambia tulikuwa na kipisi. Mambo mengine yote tulimalizia niliandika yuko hapa. Naandika hapa, yani verses zote nimeziandika yuko hapa namuona. That's how I am. So hata kuna nyimbo nyingine unaweza kukuta ni kipisi tu, so tusizihesabu hizo, lakini roughly kuna namba nzuri tu ya nyimbo and namshukuru Mungu kwa sababu moja. Sio mimi. Mungu akikupa kipawa kwa wengine ni mateso. Kwako wewe ndio kinakuwa tu hivyo. Like mtu anakuambia, napenda unavyotembea." Mimi ndio nimezaliwa hivyo. Niko hivyo. Yani ni kama mtindo ule wanatembea mabinti wanaitwa ni catwalk. Ni style ya mtu ya kutembea. Ni kuna mtu alizaliwa anatembea hivyo. Watu fulani wakapenda. Wakasema sasa wewe uwafundishe hawa na hii ndio iwe kitu wote watembee hivyo. So it's ni Mungu tu anakupa kitu na kinakuwa hivyo. So kwangu mimi habari za kuandika nyimbo kwa kweli ni hivyo. Una albums ngapi? Albums ziko nyingi kwa kweli ambazo zimetoka zaidi ya 10. Zaidi ya 10. Hii album ina maana gani zaidi kwenye maisha yako? Hii hapa Reborn Experience tu ni good luck mwingine kabisa. Much more matured. Ni good luck aliyehurumiwa na Mungu. Okay. Ni good luck ambaye Mungu amempa nafasi nyingine. Ni good luck ambaye Mungu amempenda.
Unajua kuna ile umewahi kuona kuna wazazi sasa watoto wangu nyewe wote nawapenda jamani, lakini nyewe mnakuwa mnajua kabisa hapa tunapendwa, ila kuna anapendwa. Sentence ya umoja. Yes, so sentence hiyo kwangu mimi nasema tu okay, albamu hii kwangu ni good luck anayependwa na Mungu. Okay. Aliyehurumiwa na Mungu, aliyesamehewa na Mungu. Ndio reborn experience. Kwa experience yote ya nyuma futa. Unaanza moja. Umeanza upya. That's a reborn. Okay. Sudi ulikuwa unatetesi unasema? Nilikuwa nasema kwamba kwa hiyo kwa reborn ndio yani album imetanguliwa na teaser ya kuchoma gari moto, ilikuwa ni kwa ajili ya kiki ya hii album. Hapana. In fact kila mahali ninaposikia mtu anaongelea habari ya kuchoma gari moto labda kiki na vitu kama hivi, watu wengi hawana idea ya aina ya maumivu ambayo mtu alikuwa anapitia katika kipindi kama hicho. Okay. Au wakati huo. You see, nimefanya kazi miaka zaidi ya 10 kwa maana ya kuwa nafahamika. Sure. Miaka zaidi ya 10 ambayo nafahamika. Mimi na kituo cha kusaidia watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Sio kama unanielewa. Okay. Ingia tu Instagram kwenye bio yangu utaona pale kinaitwa Asante Youth Ministry. Ni watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. Okay. Kuna mtu anakuja anakuambia umekuja kutafuta kiki kwa ajili ya hii. Ni kituo ambacho hamna mzungu, hamna sponsor, hamna nini, like unatoa hela yako mfukoni. And I have been pushing that kwa miaka zaidi ya 4 kimya. Okay. Sio, umenielewa? Naenda vijijini nakutana na watoto, sometimes nilikuwa naomba mavazi, watu wenye nguo watusaidie ili tuweze kusaidia. Mtu anakuja anakuambia hivi, umetafuta kiki, bora hiki kitu ungeenda kusaidia watoto yatima. Watoto yatima anawasaidia yeye. Anarekodi video ili aposti mtandaoni. Mimi sitafuti hizo kiki za ujinga. But kitu naweza kukwambia ni kitu kimoja. Kitu kama ukijui wala hujawahi kukiexperience, huwezi kukielewa. Ni hivi, ngoja nikurahisishie. Ukisikia mtu anakuambia naumia, licha ya kuwa unampa pole, haujui kiwango cha maumivu aliyopitia. Yaani hata daktari akikwambia pole naelewa, haelewi. Unaelewa mwenyewe. Wewe ndio unaelewa. Ni kauli ya kukupa tu moyo. Yaani anakutia moyo and all these things, but sio vitu ambavyo huwa napenda sana kuvizungumzia. That is why kwa sababu okay, in fact watu wengi walifananisha na kiki kwa sababu moja. Baada ya lile tukio kwa limetokea nilitoa wimbo. Sure. Okay? Nilitoa wimbo. Ule wimbo niliutoa kwa sababu ulikuwa ndani miaka mingi nimeshaurekod, alafu najua safari ninayoenda, sawa? Sitaweza tena kuutoa. Kwa hiyo bwana niutoe, uondoke na hiyo safari ya zamani ili nikianza kufanya kazi zangu nyingine mpya zisiungamanishwe na mambo ya zamani. Ni video ilikuwa imeshashutiwa, yani kila kitu kilikuwepo. Na kilikuwepo hata kabla ya hayo mambo. Mimi nakaaga na nyimbo, anaweza kukaa na nyimbo miaka 4 5. Iko ndani, nimeshoot video, kila kitu kipo. So niliitoa kwa sababu hizo, kwa sababu najua nisipoitoa haitatoka. So bora niitoe liende, ile watu watasema hiki na hiki, it is very okay, ni sawa. Narudi nyuma kidogo. Nini kimesababisha uchome moto gari? Alright, mfano kama sasa hivi I am doing fine. I am doing better. Sure. Niko vizuri. Heshima yangu ndio hiyo. Inafahamika, kazi ninazozifanya ni vizuri. Sasa hivi ungekuwa na story mpya ya kwamba kinachomfanya huyu aheshimike, kinachomfanya huyu awe hapo alipo, connection ni hapa. Gari. Huyu ndio anayemuinua, huyu ndio anayempa umaarufu, huyu ndio anayemtengeneza. Sijui kama umenielewa. Sasa nimezungumza tu katika akili ndogo ambayo kila mtu anaweza kunielewa, japokuwa mambo ni zaidi ya hayo. Tupe ya kiroho na uko ndani. Okay, ya kiroho labda niulize tu kitu kimoja. Umewahi kwenda kwa mganga? Sijawahi. Hujawahi kwenda kwa mganga. Umewahi kutokewa na chochote kile kinachomhusu Mungu? Mara nyingi. Chochote, yani kinachomhusu Mungu kabisa na experience. Uwepo wa Mungu. Like, sio kufeel. Not kufeel. Like nimekutana na mtu labda huyu ni malaika na amepotea. Umewahi kukutana nacho? Hiyo experience?
Huwezi kuelewa hivyo vitu. Huwezi kuelewa. No, wewe unasema tupe kiroho, mambo ya kiroho huyajui. So kwa sababu huyajui, unasimliwa. Watu wanakwambia hapa kulikuwa kuna paka amepotea, ni masimlizi. You have never experienced them. So hata nikikueleza ume-experience nini? A lot. Kipi a lot? So ni ngoja. Nguvu ya Mungu. Sikiliza, ngoja nikwambie, nakupa mfano. Nakupa mfano. Anaweza kuja hapa mwimbaji au sio? Msie mjua. Umenielewa eh? Okay, ngoja nikupe mfano unaweza kuelewa. Unaweza kwenda karaoke. Ukakutana na dada, wale wadada wanaimbaga kwenye karaoke na nini siku hizi kwenye clubs na nini na nini. Anaimba nyimbo ya gospel moja noma mpaka wewe mwenyewe unasikia kama vile yani nguvu za Mungu zimekushukia. Unahisi ni Mungu amekushukia? No, ni hisia. Okay. Ni hisia zako binafsi. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kufeel. Kuna emotions fulani zikiguswa, anaweza kulia, anaweza kukumbuka matatizo yake au vitu vyake fulani. It's not God, sio Mungu. Lakini akahisi ni nguvu za Mungu. So unapoongelea habari ya nguvu ya Mungu, my friend, ni kitu kingine. Ni kitu kingine kabisa. Usikutane na mtu akwambia yani nimefeel kabisa nguvu ya Mungu. Ni kitu kingine kabisa. Ni kitu kingine. Kwa kilichosababisha uchome moto gari ni kwamba hukutaka kwamba uonekane mafanikio yako ni kutokana na nabii ambaye anafahamika kama nabii ambaye alikuzawadia kitu kimoja. Nilisema kuna mambo ambayo ni deep kuliko sababu ambayo nimeizungumza. Lakini nikatoa pia sababu ya pili ambayo ni kama narudia, kwa sababu kwenye zile interviews kama kuna watu waliangalia, nilishazungumza hicho kitu. Kabla ya hayo matukio yote kuna picha zilikuwa zinasambaa nyingi. Waliona watu wasema okay, huyu amekufa, amefanya nini. Mara baada ya hapo ameibiwa nyota, asikiki. Hakuna mtu aliwahi kuniuliza kwa nini utoi kazi. Sikuwa nafanya interview popote. So kila mtu alikuwa anafanya vitu vyake kwa kadiri ya namna ambavyo anavifanya. Mimi sikuwa nimezungumza kitu, sikuwa nimesema kitu. So perception ya watu ambao wanatembea nayo ni perception ya vitu ambavyo wamedanganywa na watu wengine. That is what they are working with. Ndio kitu wanatembea. Lakini mimi kama mimi ukuwahi kuniuliza, of which kama hujawahi kuniuliza, majibu umeyatoa wapi? Asitupe picha tu, tunamaliza story nzima. Ndio tulivyo. Ndio tulivyo. Na vipi baada ya lile tukio, labda mbona utafika baada? Ulimtafuta labda nani mchungaji, ukamwambia bana nimefanya hili kwa sababu ya 1 2 3 za kiroho, pengine zilikushawishi kufanya lile tukio, au toka pale mpaka leo haujawahi kuwasiliana naye tena? Mimi ni mtu mzima sana kujibu maswali ya mitego na akili nyingi kupita unavyofikiria. Umenielewa? Okay, turudi kwenye before tukio. Unasema watu walikuwa wanapost, wanasema umechukuliwa nyota. Si ndio? Na hakuna mtu aliyekufuata kukuuliza kwa nini hautoi muziki. Ila walikuwa wanasema amechukuliwa nyota baada ya kupewa gari, ndio imetokea hivi, na ndio maana ilikuwa sababu. Issue ya nyota ni uongo. Nini sababu cha ukimya wako na nini sababu hasa cha kurudi kwa sababu baada, imagine watu kishasema kwamba amechukuliwa nyota kutokana na kupewa gari. And then all of a sudden unatokea unaunguza, unachoma lile gari. Inamaanisha kwamba ni kweli alichukuliwa nyota na sasa amelichoma gari moto, na sasa hivi umekuja na album ya Being Reborn. Na sasa anajiconsider kwamba ameanza upya. Kwa what is the truth? Ukweli uko hivi. Wakwako wewe. Ukweli uko hivi. First of all, tulipoongea kwa habari ya mambo ya kiroho, na nikauliza nani anajua hivi vitu. My friend, programming ya mambo ya kiroho inavyofanyika, ulimwengu wa kimwili huwa wanaamini kabisa. Kwa mfano, namchukua Sudi ni mzuri kumfanyia mfano. Ukisikia Sudi amekufa, Sudi ni mzuri na kupiga vile mfano. Ni mzuri, nisingemtolea nani hapa. Wewe nitakutolea mfano. Ukimtolea mfano, kwa mfano Sudi, ukisikia Sudi amekufa, si umenielewa? Ukaenda kwao wakakwambia huyu hajafa, ni mzima kabisa. Kuna watu tu wamemchukua. Kwao kuna kitu anachokijua zaidi ya hiki ambacho nyewe wengine mnakiona. Wakati wengine wanasema tumshukuru Mungu, au wanasema hapana, huyu alikuwa ni mzima kabisa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wanaamini kuna sababu zaidi iliyopelekea kifo chake
na sio hii ambayo watu wote wanatakiwa kuambiwa. Sio kama umenielewa, ambayo wao wanaijua. So ulipokuwa unaona story za huyu mtu amekufa sijui nyota na nini na nini, ni vitu vilikuwa programmed katika ulimwengu wa siri, ulimwengu wa kiroho usioonekana, ili kusudi kwamba katika ulimwengu wa kawaida mtakaposikia hiki na hiki na hiki mtaongea nao. Narudi kwa Mina, anauliza okay, sababu ilikuwa ni nini? Let me tell you something. Ukweli ni upi? Ukweli ni upi? Because usipoeleza ukweli kila mtu atabakia na assumption zake. Ukweli uko hivi, kila binadamu huwa anakuwa, kila mwanadamu huwa ana grow. Kuna kukua, kuna ukuaji, lakini pia kuna hatua ambazo kila mwanadamu huwa anajichunguza na anaangalia mwelekeo wake. Asa asiyejiangalia mwelekeo wake au asiyejua kwamba anaelekea wapi, baada ya muda fulani ni aina ile ya watu utawakuta miaka yote ile ile wakogo vile vile wako pale pale. Bahati mbaya sana mimi sio mtu wa namna hiyo. Kwa sababu kukua ni kitu ambacho ni moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa na vitamani, ndio kitu ambacho kilitokea kwenye maisha yangu. Growth, nataka kukua. Kwa maswali yakaanza, kwa nini sifiki napotaka kufika? Kwa nini hiki na hiki kiko hivi? Kwa nini hiki na hiki haviko sawa? Na nilipoanza hiyo safari ya maswali hayo, ndio chanzo cha mimi kuamua kukaa kimya, ili nipate majibu ya hayo maswali. Kutoa ngoma kabisa, sikuwa natoa ngoma, sikuwa nafanya chochote. In fact ukiwauliza, hata kuna baadhi ya watu hapo watakwambia walikuwa wananiomba interview na nilikuwa siendi. Nilikuwa natafutwa interview kabisa, njoo fanya interview bwana, kuna hiki na hiki, njoo fanya. Sikuwa naenda. Kwa ukakaa kimya. Yes, producer wangu yuko hapa, utamuuliza. Alikuwa na rekodi nyimbo na anauliza unaitoa lini? Siitoi, na rekodi na naiacha. Tumekaa hivyo kwa kipindi cha miaka almost 4. Sio, unaelewa? Now ikawa inafika hatua kibinadamu, unasikia kuna maneno yanasemwa, unasikia kuna watu wanasema, so you are trying to fight, unataka kupigana na hiyo kitu. Unasema hebu ngoja nifanye kitu fulani, ngoja nitoe wimbo ili kuwanyamazisha hawa watu ili wasiongee. Wakati huo wewe unatoa nyimbo, kumbe Mungu naye kaisha kuseti kwenye mpango wake. Yani kuna vitu vyake Mungu anavifanya. You see, kuna vitu vyake Mungu anavifanya. Now kila ninapoongea vitu vya kimungu, haya ndio yale mambo ambayo nafika hatua mtu anakuangalia anasema, wewe tukikuwai kama unanielewa. Na anayekwambia tukikuwai ni Mkristo. Mkristo ambaye hajawahi kusoma hata dibaji ya Biblia. Yani ukimuuliza, ukakamata tu Mkristo wa kawaida ukamwambia okay, sawa. Kwa mimi zimefuse, zimeruka au sio? Sawa, haina shida. Hebu niambie, kama mimi zimefuse, Mungu wako anaongea au aongei? Tukamwambia Mungu anaongea na nini sasa? Kasome maandiko yako, kasome Biblia yako. Mungu anasema atakuongoza na kukuelekeza njia utakayoiendea. Huyo Mungu atakuelekeza vipi na aongei? So ukimwambia mtu Mungu anasema, mtu sasa Mungu hawezi kusema wala aongei. So every time ninapofika kwenye eneo la kumzungumzia Mungu, huwa sitaki kumtetea. Kwa sababu yeye ana uwezo wa kujitetea, sio mfu, anaweza kujitetea. So siwezi kukwambia Mungu amenisemesha, tuanze tena kubishana, wewe Mungu hawezi kukusemesha. Haina shida, hajanisemesha poa, wewe kaa kimya, tuchukulie hajanisemesha, acha maisha yaendelee. 20 years from now nitafute tena. Look at me, niangalie niko wapi. Mimi sijasemeshwa. Ndio wakati huo mimi nimeshakaa nimepiga mahesabu bro. Kuna wasanii hapa hampigi nyimbo zao wala hamjisikii kupiga nyimbo zao na hawajawakosea kitu. Si umenielewa? Hamna mahali walikosea. In fact wamekuwa wanapiga kiki za kila namna. My friend, kama hujawahi kujifikiri na kujichunguza utachoka. Fuatilia tu, ingia kwenye secular, angalia tu wasanii labda wa secular, unasema bongo flavor na nini. Angalia jinsi wanavyoteseka. Angalia mahangaiko. Yani mtu anaamka asubuhi au sio, anatengeneza content. Mtu anakuambia wewe tutengeneze content. Tengeneze content, usipoposti uendi mjini, lazima uwe active na mafans. Wakati huo kuna msanii mwenzao ambaye ana uwezo wa kuposti picha sahihi ikapata more than million views na akafuta account na akatulia na bado anafuatiliwa. Wakati huo kuna msanii mwingine ambaye amekufa kabla hawajazaliwa na bado ngoma zake zinasikilizwa. Sasa
hii nyimbo imepitwa na wakati. Okay, unatakiwa mtu anakwambia msanii unatakiwa ubadilike, unajua muziki una change au sio? Haya, niambie kidogo, artist kama Bob Marley angebadilika, angeimba nini? Sasa aimbe sukus. Kuipata hii straight, good luck. Ni kwamba ulikaa kimya kimziki kwa sababu ulifikiri kwamba sasa ni muda wa wewe kujitafakari, kuja vizuri zaidi sana. Lakini sio kuja vizuri. Kujaje? Sio kuja vizuri. In fact, unapojitafakari au utafakari kuhusu mziki, kwa sababu mziki unapita. Ni wewe kama binadamu. Mimi kama binadamu, kama mtu, sio kama mwanamuziki. Wewe kama mtu na kujitafakari ndio kulileta matokeo ya kuchoma moto gari. Now tunarudi, of course umeingangania story ya gari hiyo. Kwa sababu uikamilishe. Umeingangania. Okay, all right. Niseme kuna vitu vingi. Kuna vitu vingi mbali na gari. Na vyote vinaturudisha kwa Mungu. Sawa Kuna vitu ambavyo ukigundua Mungu havihitaji kwenye maisha yako. Ya kwamba hiki na hiki Mungu akihitaji kwenye maisha yako, utaviondoa, haijalishi unavipenda kiasi gani. Kwa mfano, nitakupa mfano. Kuna matamasha mengi sana ambayo nilikuwa naalikwa nikaimbe. Na sikuwa naruhusiwa kwenda. Siruhusiwi na mtu. It's not about people. Sio matamasha mabaya, sio kitu kibaya. Ila tayari Mungu ameshanipitisha kote huko ya kwamba aina hii ya tamasha usiende. Sio kama umenielewa. Mfano, kuna watu inasema hata mwenyewe anayehusika na hiki kitu mpaka leo atakuwa ananichukia, anasema huyu mtoto hafai. Huyu msanii ni mwenda wazimu. Huyu mwimbaji hana akili. Jinsi ulivyokuwa huendi kwenye. No, sio tamasha. Alinipigia simu akaniambia kwa habari ya msiba. Sio, umenielewa? Akaniambia kwa habari ya msiba na akanilipa kwa habari ya msiba. Kwamba njoo kwa sababu aliyefariki sawa ni mtu ambaye kwanza alikuwa anapenda nyimbo zako, lakini pili anakukubali sana. Kwa hiyo naomba tu uje na hivyo. Nao wakati huo nimechapa, sina 100 bro. Sio, nielewa? Sasa okay, kama ni kwenda kwa ajili ya kufariji haina shida. Nikachukua ile hela ili Mungu asikasirike na mimi, au sio? Sina watoto yatima, Mungu si baba wa yatima. Kwaona yeye nikamshirikisha, nikachukua vitu vya watoto wangu kwamba ngoja tunue hiki kwa ajili ya watoto ili kusudi kwamba tu balance. Hata Mungu akiniambia wewe umechukuaje hela kama hii na nini, nisijisikie vibaya, nimwambie nimebalance. Mungu, nimefanya cha kwako, acha na mimi sasa nifanye ya kwangu. The same night, usiku huo rudisha pesa ya watu. The same night, na nimeshanunua vitu. Nasikilize, hiki kitu it will shock you. Sikuwa na hela wala hata account haikuwa na hela. Lakini kuna mtu nilikuwa namdai muda mrefu. That was the day alinilipa. Sijampigia simu kumdai, alinilipa siku hiyo usiku. Na the same night, na nikapata hela kuongezea, nikamrudishia. Niliyemrudishia pesa yake. Mpaka leo anasema ni kama niliona huko kwao sio kitu kizuri. Na unaweza kupata picha huyo mtu. So kuna sacrifice nyingi ambazo zilikuwa zimeisha tokea. Mimi kwangu nilikuwa na viatu pea zaidi ya 200, pea za viatu zaidi ya 200. Zilipoanza kuondolewa moja baada ya nyingine, ya kwamba chukua hii, gawia watu wenye uhitaji, una nguo nyingi, punguza nilishafanya vitu vingi ambavyo navipenda, nimerelease. Gari ilipofika issue ya gari, watu wengi hawezi kuelewa, lakini ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo iki hakitakiwi kuweko hapa, na namna kitaondoka ni namna hii. Ni hisia. Sio hisia, it's not your feelings. Ndio maana nikazungumza hapa nikasema kwa habari ya nguvu za Mungu au mambo ya Mungu, at least mtu basi niletee mganga wa kienyeji, we can discuss, kwa sababu yeye kidogo anaelewa. Yeye yuko upande wa pili, ana uwezo wa kuelewa. Mtu wa kawaida uliona tu nachoma moto, maisha yaendelee. Sio kitu cha kuona. Ulipenda sana ukasema kwa sababu napenda, I'm going to destroy it. Mnigeuze gesi. Kwenye maisha wanasema yani wewe jua ikiwa ilikuwa ndoto, ikiwa Mungu amesema, ikiwa nini kilichofanyika kimefanyika, na maisha yanaendelea. Umewahi kujuta? Sikujuta, niliumia. Sikuumia kwa sababu ya maneno ya watu. Kilichoniumiza ni kitu kimoja. Nilikuwa naipenda hiyo gari.
ulikuwa unaipenda? I love that car. Okay. Badilisha rangi, nilipimp, fanya vitu vingi kwa ajili ya hiyo gari. Na ni moja kati ya vitu ambavyo yani mpaka unaambiwa okay, hii inatakiwa kuondoka na namna inatakiwa kuondoka ni namna hii. Bro, mimi nimetoka familia ngumu sana. Sasa hiyo na watoto yatima, imagine, maskini ambao tuna struggle. Hatuna mtu anayetusaidia. Then something and then you are supposed to hii hapa inatakiwa kuondoka. Alafu ukija unakutana na mtu mwingine anaongea kitu kingine kabisa. Unamwangalia sema man, you don't understand. Ndio maana nikasema hivi, angalau ungekuwa na mtu ambaye labda yeye mwenyewe mchawi hivi, mkiongea mnaweza kuongea lugha moja, kwa sababu asilimia kubwa ya watu bado mambo ya kiroho hawayajui, hawayafahamu, wanayasikia. Nitakupa mfano. Hata taifa kama taifa, we don't understand. Kwa nini? Utasikia unaambiwa serikali haiamini uchawi. Au sio? Si ndivyo tulivyo? Serikali haiamini uchawi. At the same time pakitokea majanga, kila mtu amtafute Mungu wake amuombe. Huyo Mungu anatakiwa kushughulika na nini? Mungu yuko peke yake, hana mpinzani, hamna uchawi, hamna nini, ila tunaambiwa tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu azuie nini? Si yuko peke yake? Sio uchawi. Sio uchawi, uchawi haupo. Hii nchi tuamini uchawi. Good luck. Story kama hii si nzuri kwa sababu inaamsha hisia za watu moja. Pili, bro, mimi ni Mtanzania, kijana wa Kitanzania ninayejitafuta. My friend, kuna kijana mtaani, yani shilingi 1000 kuipata kwa siku ni ngumu. It's not a good, sio kitu kizuri anasikia. Wewe unaenda kuteketeza kitu kama hicho. Umenielewa Kweli kabisa. Alafu yeye ana struggle na maisha. Yani unamwambia neno gani hivi? So mambo ya kiroho naomba tuyaache kwa ya kiroho. Yanayoeleweka tuyaelewe. Inasemekana polisi walikuwa nakutafuta, walikupata. Inasemekana wapi? Ilitokea kwenye mitandao kwamba kuchoma mtandao gani? Mimi sijai kuona. Ilisema kama kuna mtandao wowote ule naomba mnitag. Kwamba kuchoma moto ni nani? Sijapata hiyo taarifa wala hakuna mtandao wowote wala jeshi la polisi alijawahi ku reach out kwangu. Okay. Unaamini kuna story kuhusiana na mziki wa gospel kuhusishwa na unakuta eti management ambazo watu wanaingia ama associates watu ambao wanaamua kuwachagua wasanii wa gospel huwa wanakuja na nguvu za giza. Na leo umeongelea kidogo uchawi kwamba yani unakuta wale wanaokuja kuwasaidia si ndio wana nguvu za giza wanapitia hapo. Lakini pia unakuta mtu ni msanii wa gospel lakini at the same time manager yake anampeleka kwa mganga kabla hawajamuimbia Mungu. Je, hivyo vitu ni kweli vipo? Na je, umekutana na uchawi, nguvu za giza kwenye career yako ya muziki wa gospel? Alright, yani hizo za kukutana na uchawi si ndio shughuli za kukutana nazo. Yani kukutana na uchawi ni kitu cha kawaida. Ndio field yako. Kukutana na uchawi yani ni kama mimi uniambie kuna mganga wa kienyeji anakutafuta anataka kukuua. Yani hiyo that peace. Yani kwangu hiyo ndio amani. Na kuuliza kabisa yuko wapi? That's the things I deal with. Na una deal naye. Yani una deal naye, yani hao ndio watu wa kudeal nao. So hizo za kwamba tumekutana na mchawi tunamshambulia ni sawa, lakini waimbaji wengi wa nyimbo za injili wanapoanza au tunapoanza mara nyingi unakuwa naive. Kitu unakuwa nacho peke yake ni kipaji, si umenielewa? Sawa. Na kutaka kutimiza ndoto zako. Mtu yote ambaye yuko tayari kukusaidia ni sawa. You don't know, and mara nyingi unakuta kwa sababu umetoka tu kanisani, hauna mentorship, hauna mtu yote ambaye anaweza kukushauri, kukusaidia hiki na hiki. Na bahati mbaya sana mimi wakati naanza ujue nilikuwa mwenyewe wote huko ni magiant. Na nimetoka kijijini ujue. Kwa hiyo ukifika hapa unakutana na yani watu wote unasikia jina tu fulani. Yani huyo fulani hata kumsogelea yani uwezi. Kwa hiyo mpaka unakuja kufahamika, watu wanakujua, una mentorship wala uelewi njia zikoje. Kwa hiyo njia unaanza kama kuzitengeneza wewe. Za kwanza mimi nakumbuka interview zangu zote za mwanzo zilikuwa kila nikija hapa naulizwa kuhusu wasanii wangu niliwatengenezea nyimbo, lollipop zote, hata mimi mwenyewe sijiongelei, unaona? So kitu kama hicho kimekuwa kinakuta waimbaji wengi wa injili
unakuja unakutana na mtu ujui maskini ya Mungu pesa anazitoa wapi, na wewe ni kama ombaomba tu barabarani. Una uhitaji, una maisha magumu, so pesa yote inayokuja ujui maskini ya Mungu na nini, lakini kuna rehema za Mungu. Mungu anakurehemu. Haijalishi nani alikupa nini, haijalishi nani alifanya nini. My friend, Mungu anakuchomoa. Umewahi kujikuta kwenye uchawi au kujikuta umewahi kushiriki? Mimi sijawahi kushiriki uchawi kabla ya hii ya Ribbon. Yaani sijawahi kushiriki uchawi kabisa, ila nisharogwa sana. Acha naoma. Nisharogwa sana. Unaamka unakuta mpaka dakika hii, yani sasa hivi ninavyoongea na wewe, kuna watu wanacheza tunguli huko. Wanazunguka yani wanaroga dakika hii na hawafanikiwi, na kesho tena nawasubiri. Yani lazima kuroga wewe. Hata wewe unarogwa, sema ufahamu. Tunarudi tena nje chaki. Bana, good luck. Mambo vipi? Poa sana. Mstari gani unaupenda sana katika Biblia? Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Naupenda. Sawa. Arsenal jana tumeshinda mabao 2-1. Ulikuwa ushindi mzuri sana, lakini sitouongelea leo. Unajua kwa nini? Kwa sababu Kutoka 14 mstari wa 14 inasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Umenibariki wewe. Endelea wewe. Ndio albamu yetu. Umeshangilia sana. Goto ongelea. Tumepiganiwa nasi tutanyamaza. Tutanyamaza kimya. Kunyamaza kimya. Yes. Okay. Ipi ni wimbo ambao una maana kubwa sana kwenye album hii? Kwa sababu gani? Inaitwaje? Album inaitwa Reborn Experience 2. Ina jumla ya nyimbo 10. Asante. Nyimbo yenye maana kubwa, of course narudisha sifa. Ina maana kubwa kwa sababu ya shukurani, na nitakwambia kwa nini. Mara nyingi mimi na nyimbo nyingi za shukurani, afu watu hawaelewi. Sasa leo nitakupa tu kwa definition ndogo tu. Okay. My brother, kuna mtu hawezi kuvaa nguo ila anazo. Yaani ana nguo ila hawezi kujivalisha. Yaani hawezi kuvaa mwenyewe kwa sababu ni mgonjwa, anaumwa. Yaani muda wote inabidi ashindie kwenye mavazi fulani tu. Unatakiwa kuamka asubuhi mwambie Mungu asante kwa sababu hii shati lichakuwa ni moja. Japokuwa ni moja, ila na uwezo wa kuivaa mwenyewe. Kuna mtu somewhere ana nguo nyingi ila hawezi kuvaa. Wewe umeniruhusu mimi kuvaa tu. Hii nguo tuna uwezo wa kuivaa mimi mwenyewe. Si kama umenielewa? Kuna mtu ana pesa, ana kila kitu. Sawa? Ana kila namna ya nini. Mimi na uwezo wa kutafuna hata nyama. Yeye hawezi, vyakula vimemzunguka ila hawezi kutafuna. Si umenielewa? Kuna mtu alikuwa na mipango na maono makubwa kuliko mimi. Si umenielewa? In fact ana connection zote. Kila kitu kiko online, kiko kwenye leli. Amekufa leo na wanamzika na mazishi ni makubwa sana. Mimi mwenye ndoto ndogo, licha ya kuwa sijafanikiwa, bado niko hai Mungu na kushukuru. You have every reason to thank God. Una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Sikiliza, kuna watu sahihi. Sauti ikikata, huna kazi. Asi ndo kina sisi hapo. Sijui umenielewa Then unaamka asubuhi you feel like maisha fresh tu. Mungu anatu bless. Ana bless. Ana bless, life inaendelea. You never took hata dakika moja kusema Mungu nakushukuru. Nakushukuru. Kwa sababu mimi sikuwa kati ya wale ambao Mungu leo hii wanahangaika. Inawezekana unaishi kwenye maisha magumu sana. Magumu sana, ya tabu sana na kila kitu, lakini kuna watu hata hayo ya tabu wanayatamani. Hawana. So tunaenda kusikiliza ngoma gani? Sahi. Yote maisha. Yote maisha na ukisha sifa watu wanaijua sana. Yote maisha. Tunaenda kusikiza hajajisikia some type of way au kujisikia vibaya kwamba kwa nini Good Luck nimempa zawadi amefanya hivi. Bora angerudisha tu. Okay, right. Hii kitu sipendi kuiongelea kwa sababu moja. Sipendi kuiongelea kwa sababu moja. Inaamsha hisia, sio hisia za mtu aliyekupa kitu peke yake. Hisia za watu wanaomzunguka, hisia za watu wake. Mpumbavu huwa ananyamaza. Mpumbavu huwa anaongea. Lakini mwenye hekima huwa anakaa kimya. Ananyamaza. Sio umenielewa You don't need to speak. Uhitaji kuzungumzia vitu ambavyo you don't know them, huvijui. Sasa unajua naheshimu aliyeuliza swali. Na naheshimu kweli. Na nathamini. Mimi ni mtu ambaye siwezi kukwepa swali. Au siwezi kukimbia whatever, hata kama unataka kunichafua leta hilo swali. Siliogopi. Isipokuwa whatever, kitu chochote kile ambacho kina uwezo wa kuleta unnecessary fights au battles and all these things. Nimechoka jamani. Lakini mpo kwenye nafasi nzuri na mchungaji kwamba mnaweza mkakutana mkapiga story. Kusema hicho kitu kabisa kwa sababu hamna tatizo, mna tatizo. Mwenye hekima unyamaza. Mwenye hekima unyamaza. Mwenye hekima unyamaza.
Na ni kweli upate ushirikiano wa kutosha au support kwa wasanii wenzako wa Injili? Hicho kitu cha kupata ushirikiano, hakuna mtu aga anapata ushirikiano wa kutosha. Yani hata kama akipo yani kama duniani, yani no. Duniani hakuna kitu kinaitwa ushirikiano wa kutosha. In fact, ngoja nikwambie, Yesu yuko na wanafunzi wake. Anawaambia twendeni tukaombe. Sawa? Anaenda kuomba, anarudi anaanza kulalamikia, masela mwezi kuomba hata na mimi hata saa moja. Apati ushirikiano wa kutosha kwa wanafunzi wake. Sasa ije kuwa mimi au watu wengine. That's very normal. Yani ukitaka kitu kwenye maisha, achana na mambo ya ushirikiano wa kutosha. Kwa ni kweli, lakini haupati ushirikiano. Hakuna anayepata. Yani hata wewe upati, hata wao hawapati. Hakuna anayepata ushirikiano. Tuendelee. Yote maisha. Hakuna mtu anapata ushirikiano wa kutosha kama yupo mtaji. Good luck. Asante sana. Hii album moto unaweza kuipata wapi? Album iko kwenye platform zote, streams inapatikana huko. Tutaanza kudondosha video moja baada ya nyingine. Kwa tukutane YouTube. Ini track number ngapi?